Hakika katika hasanat au katika mambo mengine mazuri mema ambayo inaweza kuonekana kwamba ni mambo madogo mbele yetu, ni suala au jambo la kuondoa udhia, kuwaondolea waislamu udhia, kuwaondolea watu udhia wa aina yote ule utakaokuwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith ya Abi Huraira radhiyallahu anhu iliyo sahihi anatuambia, raaitu rajulan, Mtume anatuambia sallallahu alaihi wasallam, nimemwona mtu yataqallabu fil janna. Nimemwona mtu anageuka katika kuneemeka na zile neema mbalimbali za peponi. Yani yataqallabu fi naimi aljanna, anajigeuza katika neema mbalimbali za peponi, zile ambazo zimetajwa ndani ya Qur'ani nyingi. Ya Rasulullah, huyu mtu anayeneemeka kwa neema mbalimbali za peponi, ni kitu gani kimemtia peponi? Asema sallallahu alaihi wasallama, fi shajaratin, kwa sababu ya mti moja tu, qata'aha min dhahri at-tariq, mti alioukata ulikuwa katikati ya njia, kana tuudhi nas, mti huo ulikuwa unaudhi watu wakati wanapita. Muislamu mmoja akaamua kwamba huu mti, kwa sababu unaudhi watu katika njia, hebu ngoja niwaondolee waislamu udhia. Akawaondolea waislamu udhia. Wengi katika waislamu, katika watu, jambo kama hili tunaweza kuliona ni jambo la kawaida tu. Mbele ya Allah azza wa jalla mizani ni tofauti. Hili jambo limemtia muislamu huyu katika pepo, akawa ananeemeka katika neema mbalimbali za peponi. Mtume wakati huo anatueleza, anatuambia, raaitu, nimemuona huyo mtu yupo peponi kwa sababu ya amali hiyo. Kwa maana ya kwamba suala la kuwaondolea waislamu udhia wa aina yoyote ule, udhia uliokusudiwa hapa ni udhia hisia. Sasa kuna udhia wengine maanawia, udhia wa kimaana, udhia ambao si lazima uone kwa macho au ushike kwa mkono. Msumari unaweza kuondoa kwa mkono, ni jambo ambalo hisia unaweza kuliona. Jiwe unaliona njiani, unaweza kuliondoa, ni amrun hisi. Sasa waondolee waislamu kadhalika udhia maanawia, maana ipo hapo hapo, lengo lipo hapo hapo, na jambo kama hilo linaweza kadhalika likawa ni sababu kubwa likakutia peponi katika pepo za Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kuwafikishia watu udhia. Mtume inatueleza sababu za kuingia peponi, moja katika mambo madogo ni kuondoa udhia. Sasa seuze au itakuwaje hali ya yule Muislamu ambaye yeye ndiye mwanzo anatafuta udhia kuwapelekea waislamu? Wakati umeamrishwa au umehimizwa kuwaondolea waislamu udhia, wewe unakwenda kutafuta ule udhia unawapelekea waislamu yoyote ule atakayekuwa. Leo tukiangalia katika jamii zetu za Kiislamu, mambo kama haya yapo katika sura mbalimbali na aina mbalimbali. Angalia majirani wangapi wanakosana kwa sababu ya udhia. Jirani anaudhi jirani mwenzake kwa udhia wa sauti. Jirani anaudhi jirani mwenzake kwa udhia wa uchafu. Jirani anaudhi jirani mwenzake kwa udhia wa takataka na mambo mengine mbalimbali. Katika biashara watu wanafanyana udhia wa aina mbalimbali. Mume na mke kunatokea udhia wa aina mbalimbali. Sasa kule kuondoa udhia, tunaweza kuona ni jambo dogo mbele ya Allah azza wa jalla, ni sababu ya kuingia peponi. Ndugu Waislamu, makusudio ya somo hili ambalo tumelisoma katika khutba ya leo ni kwamba pale ulipojaliwa kutekeleza amali njema yoyote itakayokuwa, basi fahamu ya kwamba huenda amali ile ikawa ni sababu ya wewe kuingia peponi. Sio lazima haya manne ambayo yametajwa. Haya manne tumeyataja kama mifano, lakini huenda ikawa wewe kadhalika nawe binafsi una amali ndogo unaifanya. Mbele ya macho yako unaweza kuiona ni amali ndogo mno. Labda ukiingia msikitini, kawaida yako unaipanga misahafu, unaona kama misahafu haijakaa katika utaratibu mzuri, unaipanga katika fahamu yako na akili yako, unaona unafanya jambo la kawaida, lakini huenda mbele ya Allah azza wa jalla hiyo ni sababu ya wewe kuingia peponi. Na mwingine anafanya hili, mwingine anafanya hili, mwingine anafanya hili, jambo dogo,
dogo sana, lakini huenda mbele Allah azza wa jalla ikawa hiyo ni sababu ya kuingia peponi. Khulasa ya maneno haya, la tahqiranna min al-ma'rufi shay'an, tusidharau hasana yote, tusidharau jambo lolote jema ambalo tunalifanya hata ukaliona ni dogo kiasi gani, kwa sababu mbele Allah azza wa jalla linaweza likatufikisha pahala mbali mno. Muamala wako mzuri na mkeo unaweza kuwa ni sababu ya kuingia peponi. Muamala mzuri na watoto wako, muamala mzuri na watu, na kuzungumza na watu vizuri na kuishi na watu vizuri ni mambo kama ya kawaida, lakini mbele Allah azza wa jalla ni mizani tofauti. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, wa barik Allahumma ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.